ma min muslimin yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa, hakuna muislamu yoyote ambaye atapandikiza mche katika shamba lake, illa isipokuwa kana ma ukila minhu lahu sadaqa, kile ambacho kwamba kimeliwa katika ule mche aliopandikiza, ile mbegu aliyokwenda kuipanda kama ni shambani, atakuwa yeye kwake yeye kikiliwa chochote katika mazao ambayo ameyapandikiza mwenyewe ni sadaka kwake. Amekula ndege katika mazao ambayo umeyapanda wewe, kwako wewe ni sadaka. Amekula ngedere, nyani, kuku, kiumbe yoyote atakayekula, mwanadamu akila katika kile ambacho kwamba umekipanda, kwako wewe ni sadaka. Yote hayo yamefanywa na Allah subhanahu wa ta'ala kutupa haya mafundisho katika ulimwengu ili wanadamu wasije wakaingia motoni. Yani hata ukilima vile vile akila mwanadamu wenzao katika mazao yako uliyokula, au hata ndege, ni thawabu unapata. Wa masurika minhu lahu sadaqa, hata kile ambacho kimeibiwa katika mazao ya mwanadamu aliyoyalima mwenyewe kwa jasho lake, nguvu zake, kikiibiwa chochote kile katika mazao yako katika shamba lako, vile vile ni sadaka kwako wewe. Wala yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqa, wala mtu yoyote hampunguzii chochote atakachompunguzia isipokuwa kwake yeye inakuwa hicho kilichopungua kwake yeye ni sadaka. Hata kikudharau mtu, kwako wewe vivi ni sadaka. Allahu akbar. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisu almuslimu gharsan, Islamu hapandikizi mbegu, fayakula minhu insanun wala dabatun wala tayrun, akala katika hiyo mbegu, yani mazao yako umepanda, akala mwanadamu au mnyama au ndege, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyama, isipokuwa hicho ambacho kwamba ndege au mwanadamu au mnyama amekila, kwako wewe itakuwa ni sadaka mpaka siku ya Kiyama. Wa fi riwayatin lahu, na katika upokezi wake amesema la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala shay'un illa kanat lahu sadaqa. Katika upokezi mwingine anasema Muislamu hapandi mche wowote, mti uwe wa matunda au wa kivuli, watu wakapata kukaa kwenye kivuli cha mti ambao umeupanda wewe. Watu hata ndege ikaa katika kivuli cha mti ambao umepanda wewe. Ona Uislamu ulivyokuwa mzuri, yani unakuamrisha kila jambo katika ulimwengu. Umekuja Uislamu kwa ajili ya kufanya maisha ya watu yawe mazuri, haujakuja Uislamu kwa ajili ya kufanya maisha ya watu yawe mabaya. Hapana, Uislamu umekuja kufanya maisha mazuri, basi ndio lengo la Uislamu, si kudhulumiana wala kuuana wala. Yote hayo unaposoma katika mafundisho ya Uislamu unagundua kwamba kumbe Uislamu umekuja kufanya maisha ya watu kuwa matamu. Wala yazra'u zar'an, wala halimi kilimo chochote, fayakula minhu insanun, akala katika hicho kilimo atakachokilima mwanadamu. Mazao yako uliyolima, kama ni mpunga, kama ni mahindi, kama ni miwa, akala mwanadamu. Wala daba, na au akala mnyama, wala shay'un, wala chochote kikatoka katika hayo mazao yako kikaliwa au kikatoka tu hivi hivi, illa kanat lahu sadaqa, isipokuwa mtu huyo itakuwa mazao hayo itakuwa kwake ni sadaka. Allahu akbar. Kwa nini basi watu wasiingie shamba wakalima ili wakaja kupata sadaka? Kulima kumbe unalima kwa ajili ya nafsi yako wewe mwenyewe, na Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia hicho kilima, akila mwanadamu au mnyama au ndege, unapata thawabu. Sasa kwa nini basi watu wasilime? Mapori yamejaa kibao, watu kulima hawapendi kulima, wameng'ang'ana mjini na kuibiana na mambo mengine. Kwa sababu gani? Uvivu. Kwa hiyo watu wanatakiwa manake waanze tabia ya kusema mimi nataka niingie shamba. Tabia hiyo ianzwe ili upate thawabu, mwingie peponi. Sio kana kwanza kuibiana na kuanza kuhusudiana. Hapana, watu waende shamba, waende wakafanye mambo ili wanapoondoka duniani waende mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa ni radhiyatan marudhiya. Warawayahu jami'an min riwayati Anas radhiallahu anhu, wameipokea wote katika mapokezi ya Anas, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Qauluhu yarzauhu ay yanqusuhu, aliposema wala yarzauhu, kwa maana yanqusuhu, hampunguzii heshima yake au hampunguzii katika shamba lake. Chochote kitakachompunguzia katika shamba au katika heshima ya mtu anapata thawabu.